broke boys should date broke ladies, na nepo babies should be left to their fellow nepo babies. Why do I say this? Now, nilikuwa hapo campus, nimetoka class, nikaona udem mwili safi, alikuwa mrembo kabisa, confidence. Nikaenda nikamwomba namba, ikajipa akanipea namba, na I went back home, tukaanza kuongea naye. So we held our conversations for days. Mmoja yo honeymoon phase, things are so okay. Unauliza swali, you laugh after everything, hata full stop ikitextia unacheka tu. So one time nikajua udem si my fellow broki, juu tulikuwa kwa voice call, then alikuwa jikoni ana prepare meal, kidogo akaangusha thermos. Mimi mwenyewe nilishtuka, the trauma I have from childhood. Nilikuwa najua hapa anamalizwa leo. Kidogo nasikia mama amekimbia amekuja kwake, oh baby, are you hurt? Are you hurt? Is everything okay? Nikashtuka, nikashangaa, yaani unavunja thermos unaulizwa are you hurt? My mama alikuwa amelanda na bahari hapo, then achukue mshipi, akimaliza apet my dad achukue usukani, yeye pia ninyoroshe kabisa. Ndio nikajua this is not my fellow broki. Sasa kidogo ndio nikaanza ku connect the dots, nikaanza kuangalia chats, nikaona the kind of conversations we've been having are not normal. Bila swali nilikuwa ananiuliza, nilikuwa najua yenyewe usigo shodo au akwa shodo, na what's your pet peeve, na mjibu mbwa, anachekelea tu. Kumbe mimi ndio nilikuwa jibu mafala zangu, ndio zilikuwa zinambamba. Sasa nikajua this is not a broki bana, this is not a broki. Tukiendelea kuongea hivi, na nilikuwa najua nishafanya makosa. Nilikuwa nimwambia broke boys please stick to your broke ladies, usifanye makosa, usilete mchanganyiko. So one time tulikuwa tunaongea usiku, akanicall in the middle of the night, akaniambia hello, nasikia na sob as a concerned person, potential boyfriend. Namuuliza what's wrong, akaniambia I just got into an argument with my dad, can you please go out, are you available? Nikamwambia yes, I'm available. Akaniambia okay, please dress nice, I just feel like having dinner far away from home. Nikamwambia okay, say no. Suti yangu ilikuwa hapo safi, nika prepare, akachukua Uber, akakuja akanipick up, tukaenda mpaka hoteli ningefaa to have supper. Kwa gate naona hapo imeandikwa Paxman. Nikamuuliza hii Paxman ni nini, naona social media? Akaniambia nikaanza tu kujicheka. Nilikuwa najua hapa udem Canada nachonga waru for the next 2 years, na bado familia yetu itabaki na madeni. Nika stay cool, compost, tukaingia ndani.